Bidada anaitwa Betty alikuwa amesubiri hapo usafiri ili aweze kutoka. Alikuwa anaangalia sana masaa, alikuwa ameondoka sana. Ghafla pale pale kuna gari likuja ikapaki pale pale mbele yake. Akatokea mwambo mmoja pale pale ndani ya gari. Akawa anamfuata pale bidada. Akawa anamuuliza vipi? Mbona umesimama hapo peke yako? Leo tuende nikufikishe unapoenda. Basi akasema hapana, mimi nipo naenda karibu, kwa haina haja ya kunibeba kwenye gari. Akasema njoo twende usiogope. Kumbe bwana vijana walikuwa wawili bwana. Akawa anamwambia vipi, njoo tuondoke, hata kama unaenda karibu tunaweza tukakupeleka. Wewe usijali tu. Dada akawa anapiga tabasamu pale. Basi mchizi akiwa anazidi kumwambia kwamba tuondoke, usiwe na wasiwasi, tutakufikisha popote pale hata kama ni hapo mbele. Bidada akasema kwamba nyewe msijali, mimi nitaenda pia nitafika. Nyewe naona muondoke tu basi. Basi bwana alizidi kumwambia kwa pale ili wazidi kwa ile mbebe waondoke wote, lakini bidada aligoma. Alisema kwamba mimi ninapoenda ni karibu. Basi bwana baada ya kuambia hivyo, washikaji wakaingia ndani ya gari, wakawasha ndinga, wakaamua watamburuke bwana. Kwa sababu alichokuwa na target kimefeli. Basi bwana tukiachana huku tunakuja upande wa pili huku, bila alikuwa zake supermarket anunua vitu. Ghafla akatokea mchizi. Kumbuka ule mchizi ndio alikuwa anamwambia kwamba waweze kumbeba waondoke wote. Basi bwana alikutana pale supermarket kwa kununua vitu na nini. Akamwambia vipi, kumbe uko hapa? Akasema niko hapa. Naona kama vile umependeza kweli kweli. Akasema asante. Basi bwana walizidi kupiga story pale pale za hapa na pale. Basi bwana akawa anacheka kweli kweli, anatabasamu. Basi pale pale bidada akamwambia kwamba vipi, nisaidie namba yako ya simu kama utojali. Ndio tunaongea niwe nakupigia. Akasema namba yangu mimi? Ndio. Basi pale mchizi akachukua simu pale na nini, akatopea namba zake. Si unajua bwana. Wadada kama hao wako wachache sana hapa Bongo. Naomba namba mzee. Noma kweli kweli. Basi ilikuwa ni kicheko pale na nini. Basi bwana mchizi akamwambia kwamba hamna noma, tutawasiliana. Basi wakalipia vitu vyao pale chini pale na nini, wakaamua atamburuke bwana. Kicheko tu. Mchizi huyu akaamua jikatae. Dada kabaka anacheka tu. Kiachana huko tunakuja upande wa pili huko, tunaona washikaji kwa michili kweli katika kwa anakula upepo mdogo mdogo namna hiyo. Basi bwana kumbe alikuwa yule mchizi ambaye mwanzo kabisa anaitwa Joel, ndio rafiki yake na yule mwamba ambaye wamekutana na Biti kule supermarket ambaye anaitwa Hans. Basi bwana alikuwa ametulia kwenye utulivu hali ya juu wakiwa wanakula stories hapa na pale. Basi bwana Mr. Joel ndio alikuwa amemuita Biti ili waweze kuongea. Basi bwana mchizi akiwa anazidi kushusha pale sera na mwamba Joel ni rafiki yake sana na Biti ambaye ni Betty. Kwa hiyo leo alikuwa amemuita ili waweze kuongea. Mchizi anaonekana anampenda sana huyu Biti. Sema kumwambia ilikuwa inashindikana. Sasa leo walikuwa wamepanga kwamba ili waweze kuongea naye. Leo alizidi kumwambia mambo, kwa anazidi kumwambia kwamba mimi nampenda. Naomba uweze kuwa na mimi kwa sababu mimi ni muda mrefu nimekupenda sana. Sema nilikuwa nakuogopa sana kukwambia, nilikuwa nazidi labda unaweza kunifikiria mama baya. Alizidi kumchana makafu pale bidada, lakini bidada alimkataa akasema kwamba mimi na mtu wangu ambaye nampenda. Kwa sidhani kama naweza kukubalia wewe. Na kwa sababu mimi siwezi kumkubalia mtu ambaye simpendi. Basi baada pale wakagonga tano na nini, walikubaliana kwamba wanaweza kuwa marafiki. Kwa sababu mwamba ametupia voko pale zimegonga mwamba. Dada akasema kwamba yeye hana hisia na yeye, hawezi akapendana. Basi bwana pale wakaelewana na nini. Mwamba akawa buri wakawa marafiki. Mchizi alikuwa amuelewa sana, hakungangania. Sio kama wale unakuta wanangangania mapenzi kweli kweli. Basi bwana tukiachana upande huko, ukuja upande pili huko, tunaona mwamba walikuwa wamekutana marafiki sasa hao kama ndugu wale. Basi bwana bidada kachizi kwa anasema kwamba mwanangu kule nimetupia voko na nini, ila bidada kachomoa. Sasa nimeumia. Akasema usijali, mambo ya kawaida. Achana huko tunakuja upande wa pili huko. Kumbuka huyu bidada ambaye ni Betty alimuomba sana namba mchizi. Kwa alimuomba kwamba anatakiwa kukutana ili waweze kuongea. Basi bwana vya aibu vingi. Si unajua bwana, ukiwa unampenda mtu kumwambia inakuwa na aibu kulikweli. Basi bwana bidada pale akawa anazidi kumfungukia kwa sababu yeye ndo kampenda, yeye ndo kamuomba pia na namba. Kwa alimuita sehemu chemba ili waweze kuongea. Basi bwana alikuwa anatabasamu pale na nini, furaha kama lote. Basi bwana kumbe bwana ni akumkataa yule mwamba ambaye ni Joel. Kumbe alikuwa anampenda huyu mwamba ambaye ni Hans. Huwezi kuamini. Basi bwana pale bidada akiwa anazidi kumuelekeza mchizi, kwa anamwambia kwamba unajua mimi nimetokea kukupenda sana. Kwa hiyo bidada alizidi kumwambia hisia zake kwake kwamba bidada anampenda. Na mwamba alikuwa anamzimikia kweli kweli. Kwa akakutana kabisa, mwamba amekuwa laini kweli kweli. Noma sana. Basi bwana ilikuwa ni furaha tu kwao kwa sababu yote wamekutana, hafu wote walikuwa wanapendana. Noma kweli kweli.
Mambo alikuwa rahisi sana. Yaani ukute mtu unampenda, unaenda kumuelezea hisia zako, afu nakuta yeye anakupenda naye pia. Kwa mambo anakuwa simple kabisa. Yaani hakuna ugumu wote. Basi bwana, kuanzia hapo akaanzisha mahusiano. Basi bwana, huo ndo mwisho movie yetu. Bye bye, wakati mwingine.